gani? Unaonaje tukalitupe katikati ya bahari? Mbona unacheka wazo langu? Huko baharini ndio wanapoishi majini. Uone kwamba wanaweza kuliokota na kumfungulia mwenzao? Tena hata wavuvi wanaweza wakaliokota na kulifungua. Basi kalitupe chooni. Kwani hicho choo hakitavunjwa milele? Sasa tufanyaje? Kwa nini usingemuomba mganga kushauri nini cha kufanya? Mganga amenikabidhi ili nikifunguka nisimlaumu. Siku kazi. Mimi nimepata wazo. Wazo gani? Twende. Wapi? Twende Mona. Wapi? Twende. Kutoka kule mpaka huko. Bali sana. Naona kijeshi kimemba kinatoka. Kulai sana naonesha. Hapa ndo mwisho wa shughuli yetu.
Hapa sipanatosha mama. Panatosha sana. Hebu kulima bure kama tatizo. Bwana alikuja kumtoa kiumbe huko ndani. Anatafuta ubaya Mungu. Tena sana. Hapo utajua kama kuna kitu. Moni. Si nikupe zawadi gani shoga yangu? Maana na hakika huu kiumbe wewe ndio mwisho wake. Nashukuru sana shoga yangu. Yaani asante sana shoga. Hakuna kunilipa shoga yangu. Kwa kama mimi shoga yako ni wajibu wangu kukusaidia. Asante sana Mona. Sasa mzetu sije kaja mtu mwenye shamba akatukuta hapa kama kama matatizo. Baba, leo ni siku ya pili. Shumileta hajaonekana. Hajaonekana? Una maana gani? Inasemekana toka alipoondoka kwenda duniani hajarudi. Naona mume wangu. Nilisema mimi ndoa za binadamu zinasumbua. Nyamaza. Soya, hebu nieleze vizuri. Huko duniani alikuwa anafanya nini? Tena ni sijui baba. Mume wake yupo? Hata mumewe ametoweka ghafla baada ya Shumileta kuondoka. Kwani hakupewa ulinzi? Ulinzi aliwekewa, ila Shumileta aliondoa kwa madai kuwa mumewe anaogopa walinzi. Hapa iko namna. Iko namna hapa. Soya. Nenda duniani. Kuhakikisha marudi ya Shumileta hapa. Sawa. 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 Unaona mume wangu, kumpenda gani huko mtoto kila anachotaka unamkubalia. Dio, madina. Mukorikori, lelo mukorikori. Mukorikori, lelo mukorikori. Chaduma mukorikori, lelo mukorikori. Chaduma mukorikori, lelo mukorikori. Mukorikori, lelo mukorikori. Mukorikori, lelo mukorikori. Chaduma mukorikori, lelo mukorikori. Maki! Maki! Mukorikori, arelo mukorikori. Maki mukorikori, arelo mukorikori. Chaduma mukorikori, arelo mukorikori. Maki mukorikori, arelo mukorikori. Wele mukorikori, arelo mukorikori. Tende mukorikori, ukae mukorikori. Chaduma mukorikori, arelo mukorikori. Tamaki mukorikori, arelo mukorikori. Lelo mukorikori.
Mzee, nimekuja na zawadi babu, uko wapi? Pita nipo. Pita nipo. Nipite? Pita. Pita mango, pita huko. Hivi Mzee, mbona hivyo? Dira. Mume wako hapo tayari nimeshamleta. Dira. Sana babu, kuleta sana. Dira. Lakini mume wako amekufa. Dira. Babu. Naomba uamini hivyo. Amekufa babu? Ndio. Sababu umesaidia nini mimi babu lakini? Kazi kubwa ilifanyika. Yeah. Dira. Usijali Monte. Jali nini babu? Usijali Monte. Dira. Ngoja nikufunulie mwili wa mkeo. Sawa? Futa machozi yako. Dira. Futa machozi yako. Monte. Ngoja nikufumulie mwili wa mume wako. Ndio mwili wa mume wako. Huo ndio mwili wa mume wako. Kaza moyo wako Monte. Usijali Monte. Usijali Monte. Dira. Kisu changu kidogo cha nepa. Kisu changu kidogo cha nepa. Kimechinja mbuzi wawili na ng'ombe watatu. Nilizania kidogo kumbe ni kikubwa. Changu kidogo cha nepa. Kisu changu kidogo. Baba! Nini bwana wewe? Baba, nini sasa? Nini? Shambani kuna nini? Hebu sema kuna nini huko shambani? Kuna gari la nani? Sijui kuna wasichana wawili. Wameenda shambani pale katikati ya shamba. Wamefikia kitu, kuna kitu wamefikia. Wamefikia kwenye shamba. Wawili wamekuja wamefikia kwenye shamba. Sasa hawaniwezi. Kama wamekuja kunizamilia mimi, hawaniwezi. Sasa baba, hawakwezi kwa nini? Kwa lolote, kwa uchawi, kwa nini hawaniwezi? Nimetoka mashariki na kaskazini. Katika kijiji hichi wasije wakazania mimi. Yaani,
Wacha kabisa, wanajua watu wale. Hizi ni njama za mzee Chambuso ndio aliyofanya mpango huo. Mimi nimezaliwa katika kijiji hichi na kitovu changu kilikochimbiwa hawakijui. Lete jembe twende nikaangalie huko. Watanieleza tu. Ala, huwezi kuninyosha mimi kichwa namna hii. Kitu gani kimetokea mwanangu mpaka unalia tu? Yaani unalia mpaka kilio cha kwikwe. Ni nini kimetokea, nieleze nami nipate kuelewa. Hivi unadharau sana. Sasa kulia kutakusaidia nini? Niuma mama. Niuma. Sasa unalia kwa sababu gani? Nieleze. Sina matata kuishi peke yangu. Kwa nini huwezi kuishi peke yako? Nini kimetokea? Nieleze, nani amefariki? Mume wangu mama. Mume wako? Ndio mama. Unaona sasa? Ubishi wako Monte. Mimi ndio maana nikataka uachane na Maka. Sama ndo nalaumu. Wewe unaona wapi binadamu akawaida kugombea penzi na jini? Atakuua shauri yako. Sio taarifa mbaya sana, lakini pengine tutawastua. Mkoeni mama. Ametoroshwa na mganga mmoja hivi. Kwa kweli nilizidiwa nguvu na huyu mganga, maana Mark alifikishwa mpaka ufukweni, lakini nilijitahidi kwa uwezo wangu wote nikarushia kongoro. Mganga akanipokea, lakini kwa nguvu na uwezo wa binadamu Mark atakuwa Amekufa? Ndiyo, atakuwa amekufa. Mwanangu Shumileta, sijui atafanyaje akisikia mume wake ameuliwa. Soya! Hivi unafurahia kumua mume wa dada yako? Na huyo dada yako umeshajua yuko wapi? Sijui. Hujui? Alafu unajibu kwa jeuri. Una maana gani? Baba na mama, kuanzia leo sitaki tena nihusishe na habari za Shumileta. Umesusa sio? Ndio, nimesusa. Yes, ndio kipenzi chenu. Soya! 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 Yaani kama Chambuso amekaa na wenzake, ameamua kuja kuniangamiza mimi, hapa hawaniwezi. Wapi walikoweka? Wapi? Hapa. Unaona? Tumechimba maeneo haya. Unaona hapo sasa hivi. Piga jembe kabisa. Hapo. Tuangalie sasa. Hawaniwezi mimi. Mimi mzee Chambuso. Weka pembeni hapa. Weka. Lete jembe nishikie. Kamata. Wewe utaharibu mazingira haya. Baba taratibu. Tulia wewe. Wacha. Taratibu. Tulia. Wacha kifukia mimi utanieleza. Taratibu baba. Tulia kwanza, ngoja nitumie mikono sasa. Wanajua sana haya mambo. Kumbe sisi ndio tumezaliwa katika kijiji hichi na hilo dubwasha waliolichimba huko watanieleza. Yaani wenyewe wanakuja tu wanajiamini kwenye mashamba ya watu. Sasa mimi nalitoa, niangalie waliolifanya wenyewe. Baba, nini hili? Sasa nimelitoa, walichokuwa nakitaka mimi nikaangalia. Hao watu walikuwa wakoje? Wanawake wawili. Lisije likawa bomu hili mwanangu. Baba, hili hapana, sio bomu hili. Kwa sababu gani? Wanawake walikuja kuliweka hili walikuwa ni makini yani sana, walikuwa wanajificha ili watu wasiwaone. Umeona? Hii itakuwa mali tu baba. Wewe usije ukaniletea matatizo. Kama ni mali tumetajirika mwanangu. Ndio baba. Haya. Wacha nilibebe tu. Changa. Wewe ajende, twende. Watu wasituone, twende. Kuangalia watu.
unahisi mule kwenye gudulia kuna nini? Mimi nahisi kuna mali mle. Kama sio dhahabu sijui. Lakini naamini kabisa uzito niliokuwa nao, naamini kabisa kuna mali ndani. Tena kama ikutakuwepo kuna mali, mwanangu, tumeondokana na umaskini. Hata mimi nitafurahi kama umaskini tutauaga. Lakini baba, kwa nini unahisi kama mule kuna dhahabu? Uzito wa lile gudulia uliokuwa nao ndio linafanya mimi nakuwa na matumaini kwamba kuna dhahabu ndani. Sasa baba, itakuwaje kama mimi na wewe tumeshindwa kulifungua lile gudulia? Unadhani hizo mali tutazipata vipi? Ndio maana limefungwa madhubuti ili sisi tushindwe kufungua. Sasa tutafanyaje ili tuzipate hizo mali? Sasa ngoja tufikirie kwanza. Tokea ulivyosema kuwa tutatajirika, mimi sina tamu ya kuishi huku shamba. Mwanangu, nimeshapata wazo. Wazo gani hilo baba? Itanibidi kesho mimi niende mjini niwapelekee masonari wakalifungua. Baba, hilo ni wazo zuri, hata mimi nakuunga mkono. Kwa hiyo tutaenda wote. Wewe utabaki hapa kulinda nyumba. Sasa baba, hata wewe kama ukipata hizo mali, sasa mimi nitaendelea vipi kuishi kwenye kibanda cha minyasi bwana? Sasa wewe unabishana na mimi babako? Nimeshakwambia wewe nisubiri hapa, utazame usalama wa nyumba. Nitakaporudi huko mimi nitakuja tu, nitakwambia lolote lililopatikana huko. Sasa wewe unataka kunibishia hata mimi, unataka kushindana na babako bwana? Mimi sipendi kabisa biashara hii. Sawa? Chupa! 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 Zamani yote mimi nilikuwa nakuita, ulikuwa wapi? Nilikuwa huko nachimba miogo ya uji. Sasa mimi kumekucha ndio nakwenda mjini hivyo. Sasa utaki au? Mimi mambo kunungunika haya sipendi. Nimekwambia nakwenda mjini, nikirudi huko. Sasa wasiwasi wako nini mwanangu? Sasa uji usubiri baba. Mimi sisubiri uji wako bwana. Mimi kumeshakucha saa hizi, nataka niwahi huko. Jua lenyewe limeshachomoza namna hii. Sasa wewe endelea tu na uji wako. Lakini baba, haraka haina baraka. Usifanye vitu kwa taratibu tu. Wewe sikiliza wewe. Taratibu ni kitu gani? Kumekucha mwanangu. Kumekucha. Wewe nimeshakwambia haya mambo yanahitaji utulivu sana. Baba, angalia magari huko. Tulia wewe. Magari yatoke hapa. Magari siku zote yako kwenye mji huu. Unaambia ni mangalia magari. Yaani na maana magari haya yameniona mimi ndio yanigonge tu mimi. Ajali haina kinga baba, sio nasema hivyo. Sasa niombe basi maisha mazuri ni kwa sababu uko unapokwenda mwanangu.
Karibu mzee. Asante sana. Naweza kukusaidia? Bila shaka naamini utanisaidia. Mimi natokea kijijini. Kuna watu wameleta hili gudulia shambani kwangu. Unaona? Sasa mimi naamini kabisa. Ndio. Kuna uwezekano kukawa kuna mali. Ndio maana nimelileta hapa kwa nyinyi wataalamu wa dhahabu. Ili muweze kuliangalia. Sawa sawa. Hamna shaka mzee. Naweza kukusaidia. Mzee, kwa hiyo unaamini kama huyu mna mali? Wewe uone? Hao wenyewe walioleta wameleta kwa kificho. Ndio maana nimeleta kwenu wataalamu wa dhahabu. Ili mliangalie. Endapo kama kutakuwa kuna dhahabu, basi mimi nitakuwa nimeuaga basi. Umaskini nitakuwa nimeuaga kabisa yani. Ndio maana naamini kabisa mambo yanaweza kaa sawa. Sana. Fungulia mzigo wake. Tuanze ibada yetu hii ya mazishi ya ndugu yetu Maki katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tushirikiane kuimba wimbo namba 154. Ninataka kuingia. Ninataka kuingia jini kwa Mungu. Nitashinda, nitakaza mwendo nifike. Nikeshe kwa nazeda, nikichoka njiani. Yesu. Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi si nyingi, naye ujana yeye uchanua kama vile ua kisha kukatwa, kukimbia kama kivuli, wala akai kamwe. Usilie mwanangu. Kaza moyo wako. Sasa utafanya nini? Mambo yameshatokea. Sasa uchuro. Mtu amekufa, amefufuliwa. Nakuwa kama naota. Mwenyezi Mungu, mtoe mtoto wangu kwenye balaa hili. Sasa tufanyaje? Nafanya hata silioni. Naona kichwa changu chote kimevurugika. Mimi naona bado narudi kwa mganga. Ataweza kweli? Baada ya yote ameshindwa, ndio maana ametokea. Bora niende mama. Tajua uko kujisikia atasaidia. Haya mwanangu, nakutakia kila la heri. Pole sana mwanangu kwa yote aliyofanya. Nimeshapoa mama, sasa hivi nitaishi kwa amani na mama. Kwa nini unafikiria hivyo kwamba utaishi na amani na mama? Binadamu sasa hivi watakuwa wamekata tamaa kwa tukio la makaburi. Nani kukwambia bado atakufuatilia tu. Bora ungewaacha mpaka wamziki alafu ndipo umfufue mama. Hapo wasingekuwa na uwezo wa kumfuatilia tena. Alafu baba, ilikuwaje mpaka Maki mkono? Unajua kile na mdogo wako. Mganga alimzidi nguvu. Ndipo akatuma kombora likamfikia Maki. Sasa kwa nini apige kombora wakati anajua pale kuna binadamu wa kawaida?
Hapo hata sisi tutatanisha. Mimi nahisi Soya hapendi penzi letu mimi na Maki. Chuki yake yeye anadai sisi na kupendelea wewe. Sasa mimi napendelewa kitu gani? Wewe usiwa kuolewa na binadamu na kumleta ujinini, jambo ambalo yeye alikataliwa. Mimi nitapambana naye mpaka nione mwisho wake. Vipi? Tukao msafiri nini? Hapana, hajasafiri. Angekuwa msafiri angeacha ujumbe. Babu, Mzee Tetele. Mzee Tetele. Babu. 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 Naweza wasaidia? Yes. Kwa muulizia babu. Mzee Tetele. Mko. Kusaidia. Siwezi kusaidia. Siwezi. Sasa mbona upo hapa? Unabishana nini? Unabishana nini? Unabishana nani? Tumbana hapa. Asante wapo tunakwenda. Mama. Sasa mambo ya Maki mimi basi nimenaa mikono. Nitafurahi sana kama utachukua uamuzi huo. Nimeamua mama. Nimehangaika sana nimeshindwa. Sioni sababu ya kugombania mwanaume na jini. Nashukuru sana mwanangu kama sasa umetambua hilo. Nilitambua mama. Mwanangu. Sasa ndio muda mzuri kwako. Muda wa nini mama? Mwanangu. Wewe ni mzuri, tena bado mdogo. Nashangaa ulikuwa ukipoteza muda kwa mwanamume ambaye mpaka sasa hatujui kwamba yu hai au amekufa. Sasa mbona unakusudia kusema nini? Nataka siku ya kumaliza kikao cha msiba uombe urudi kwenu. Sawa. Asante mwanangu. Ungeamua hivyo tokea mapema wala tabu yote hii isingekukuta. Unajua ni vigumu kuamini. Ndio hivyo mbona? Huwezi kuamini. Ukweli ndio huo. Siwezi kufuatilia tena habari za Maki. Lakini ukumbuke yule ni mume wako ulifunga naye ndoa kanisani. Hata kama ndoa yetu tungefunga mbinguni, hali hii inatosha kumchosha binadamu yote. Hebu fikiria. Nimekuwa mtu wa kwenda kwa waganga kila siku. Sasa basi,
Nimechoka. Nasikia shemeji. Sijui atakuwa amekufa au yupo hai baada ya kufufuliwa. Hilo mimi sijui na wala sitaki kujua. Lakini unajua hivyo ni vibaya unavyofanya. Vibaya gani? Tafadhali Muna. Kama mna mazungumzo mengine zaidi ya Maki na Shumu, basi mimi naondoke zangu. Mcheka nini? Vile mbele ilibadilika simu inaendeleaje? Hilo ndio linalonisumbua kwa sasa. Sio nakaa naongea mambo ya Maki. Natafuta sehemu nitakaweza kufanya biashara ya simu. Sasa msingi. Msingi sio tatizo. Msingi nao kila kitu ndio maana natafuta sehemu. Hivi huyu mwanaume ana nini hasa mpaka Shumileta anamwangaikia? Ngoja, lazima na mimi nijue kinachomwangaisha Shumileta. Unaona Soya alichonifanyia? Amefanya nini? Soya ametoroka na Maki. Ametoroka na Maki? Wameenda wapi? Wameenda duniani. Sasa kwa nini atoroke na mume wako? Naisi anamtaka. Anamtaka? Jamani nyinyi wanangu, mmeshaanza mara hilo. Ndio maana mwanzo sikutaka ulewe na binadamu. Unaona sasa? Mimi nimechoka. Mtajua na wenyewe. Wewe na ndugu yako. Sasa ngoja tukamwonyeshe kazi. Usiwe na wasiwasi Maki. Mimi sio Shumileta. Mimi ni Soya. Sasa umeleta huko kufanya nini? Sikia Maki. Mimi nakupenda kama anavyokupenda Shumileta. Lakini mimi sikupendi. Na hata Shumileta simpendi. Muongo mkubwa wewe. Kama umpendi, mbona umeoana naye? Si amelazimisha? Eti amenilazimisha. Sikia Mike, mimi niko tayari kufanyia vitu vingi na vikubwa kuliko alivyokufanyia Shumileta. Je, uko tayari? Siko tayari. Mark, mimi niko tayari kukupeleka duniani ukaishi maisha ya kitajiri, lakini kwa sharti moja. Kubali kuishi na mimi. Soya.
nje unaamua nini? Naamua nini? Soya. Huko Maki mume wangu wa ndoa. Jamani, kuna nini hapa? Mama Soya amenisaliti, roho inaniuma. Soya, umemfanya nini dada yako? Sijamfanya kitu mimi baba. Mimi nilitoka na shemeji nikaenda kuungana upepo nje ya bahari. Sasa kwa nini mgema anakasirikia kama hujafanya kitu? Unamwona yeye mjinga sana? Muongo mkubwa. Alimtosha ili akafanya naye mapenzi. Ndio maana siku zote nilikuwa nakataa uhusiano na mwanadamu. Sasa kuanzia leo ndoa yako na Maki nimeivunja. Na wewe Soya, adhabu yako inafuata. Yule Maki tunamwachia huru afanye mambo yake duniani. Umeshindwa mwenyewe nafasi niliyokupa. Baba naomba nisamehe, angalau nikaishi mwenyewe. Baba naomba angalau nikaishi mwenyewe. Shumeleta mwanangu, bahati haiji mara mbili. Nimeshaamua, nimeamua. Basi. Na kuanzia leo sitaki kusikia kelele za aina yoyote. Mkitaka mtaolewa na majini wenzenu. Umenisikia? Amini Monte, ni mimi mume wako. Imekuwaje? Umerudi tena duniani? Wameniachia. Lakini yote haya ni nguvu za Mwenyezi Mungu. Na umejuaje leo mimi natokea kubaharini? Nafikiri pia itakuwa ni nguvu ya Mwenyezi Mungu. Kwa nini? Jana niliota, na katika ndoto alitokea malaika. Akaambia nije huko baharini nitakuona. Nataka kusiamini. Amini Monte, nimerudi. Nadhani matatizo yote yatakuwa yamekwisha.
meseji nyingi kutoka kwa wateja, tuliamua kutengeneza Shumileta namba 2. Usikose kuangalia sinema hii. Ni mtikisiko, ni mshtuko, ni filamu moja ambayo kweli inaleta msisimko, yani unapata enjoyment katika kuitazama. Shumileta namba 2. Ni unapigwa nyundo katika utosi, funga macho, fungua macho namna hii unapata picha maridadi kabisa kutoka Wananchi Video Production. Wewe mtazamaji, usikose. Nilipoletewa script ya Shumileta namba 2 na Musa Banzi, nilipokuwa nikitype niliona one of the best movie. Usikose kuiona. Nilipokuwa na edit filamu ya damu yangu, na wakati huo Fred na edit filamu ya Shumileta namba 2, kwa kweli nilishinda kuendelea, kabisa nikae na angalia Shumileta. Ni filamu ambayo ina mvuto wa kipekee. Wewe kama mtazamaji utakiwa kukosa. Wangu naitwa Elisha Sima Binda, ni mmoja wa engineer ama mimi kama Wananchi Video Production. Na kwa kweli filamu hii ya Shumileta namba 2 ni filamu ambayo kwa kweli inasisimua na inasikitisha. Hakikisha ndugu yangu yako ni usikose. Kwa jina anaitwa Juma Selimani, ni mpiga picha wa Wananchi Video Production, ni mmoja katika watengenezaji wa filamu hii Shumileta namba 2. Kwa hiyo usikose nakala yako. Mimi ni mmoja wa editor wa Wananchi. Kwa hiyo nimefurahia sana sinema ya Shumileta namba 2 ambayo ilifanya sisi wote tupeleke akili zetu huko wakati nimetiwa na moto Shumileta. Kwa hiyo hata wewe mtazamaji, naomba upate nakala yako. Naitwa Suli Juma, editor wa Wananchi. Kwa kweli filamu ya Shumileta namba 2 ni nzuri. Naitwa Fred Baba. Mimi ndio editor wa sinema hii Shumileta namba 2. Kwa kweli ni moja ya sinema nzuri sana nilizowahi editor kwa Wananchi Video Production. Don't miss your copy. Ndani ya sinema hii Shumileta namba 2 unaweza ukaona nini ambacho tumeweza kuonesha baada ya kutoka kwenye Shumileta namba 1. Ni sinema ambayo nafikiri hutojutia kununua kazi hii utakapokuwa umeiangalia. Ni kazi ambayo ni nzuri na safi ambayo inaweza kukurudisha Shumileta namba 2.